Sasa tusikilize kisa hichi. Kisa cha mmoja katika wanachuoni wakubwa anaitwa Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad ni mmoja katika wanachuoni wakubwa wa Kiislamu, na alikuwa anatoa darasa yake katika msikiti wa Madina wakati huo kama kadhi. Siku moja anakwenda msikitini, nyumba za zamani tunazifahamu za majani, nyumba za tembe zile za mitende na nini. Akasikia ndani mtoto anachapwa, sauti za watoto kama hizi zinavolia, lakini mtoto yeye analia kweli, yani kiasi cha kwamba hata kama unapita barabarani roho yako itapata huruma. Anachapwa kali sana na mama yake, anaomba msaada, anaomba radhi, anaomba nini, lakini chapwa kweli. Sasa kawa amesimama anafikiria agonge mlango aingie kusaidia au awahi kuswali, maana yake ndio imamu huko anasubiriwa. Lakini ghafla ule mlango ukafunguliwa na yule mtoto akatoka spidi ndani ya nyumba. Kaona basi mtoto kapona yani. Lakini nikirudi nitakuja kujua kwa nini imekuwa hivi yani. Nitoe nasaha. Kweli akaenda kaswali, kamaliza darasa zake msikitini na nini, karudi. Basi anarudi njiani akamkuta yule mtoto, lakini imepita kipindi kirefu, yani zaidi ya nusu saa. Amekuta yule mtoto amerudi, amesimama nje ya mlango wa mama yake, anagonga, mama fungulie mama, nasikia njaa mama, fungulie mama. Akaona asiendelee, akae pembeni aone kinachotokea. Mtoto kagonga mpaka akakaa kwenye kizingiti cha mlango, lakini kwa sababu ni mtoto mdogo usingizi ukamchukua pale akalala. Iyad anasema nimekaa naangalia, mama ghafla akafungua mlango, akamkuta mtoto wake amefanya nini, amelala katika kizingiti cha mlango. Akamchukua, akamkumbatia, akaanza kumbusu, akaanza kulia mwenyewe, akaanza kumwambia mwanangu nisamehe, sawa Iyad anasema sikuweza kuzuia machozi yangu, si kwa sababu ya mama na mtoto wake, lakini nikakumbuka kwa nini na mimi nisimgongee Mwenyezi Mungu mlango? Nimeshindwa vipi na mtoto huyu alomgongea mama yake na kumlilia mpaka mama akamkumbatia? Hivi Mwenyezi Mungu hawezi kunikumbatia mimi? Madhambi niliyofanya, makosa niliyofanya, nimemgongea Mwenyezi Mungu mara ngapi? Anasema kile kisa kilimuathiri katika maisha yake, na ndio maana akakisimulia ili watu wengine wapate faida. Sasa mimi na wewe leo Iringa tunapata faida. Tunaweza tukaona milango yote ya Mwenyezi Mungu imefanya nini, ya duniani imefanya nini, imefungwa. Je, tumemgongea Mwenyezi Mungu? Kumgongea kwa nguvu, yani unagonga hasa, unagonga huku ukilia kama Mwenyezi Mungu nipokee, Mwenyezi Mungu nisamee, Mwenyezi Mungu nikumbatie, sina mwingine zaidi yako wewe, nina njaa na maradhi na matatizo. Unataja na matatizo yako. Mlango wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu kina mama, ni dua.